Kama kuna wengi wako nje na sisi kweli ningetaka kuwakaribisha wale ambao wako nje na wadai kujeni ndani, kuna nafasi ya kutosha ili tuanze pamoja. Kwanza kabisa nataka nichukue fursa hii kuwakaribisha nyote kwa harusi ya siku ya leo. Tulianza asubuhi kutoka huko nyumbani, tumekuja mpaka tumefika kwa kanisa. Kwa hiyo wakati huu kama elder wa kanisa hili, nataka niwakaribishe kwa moyo mkunjufu, mjisikie huko mahali mlitakiwa kuwa. Kwa hivyo ndio sababu nataka nikaribishe wale wote ambao wako nje waingie ndani ili tuweze kuanza pamoja. Bila kupoteza wakati, ili kwa majina ni Peter Gekara, ni elder wa kanisa hili, na kuna elders wengi hapa. Kwa sababu ya wakati sitaweza kuwatambua kwa wakati huu, lakini nataka nikuje hapa mbele nikaribishe Elder Paul ili asimama tusalimie na tena tuletee wale wageni ambao wameandamana nao. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii nikukaribishe huyu tusalimie, tuambie majina yote kamili na wale wageni ambao wako mbele hapa ambao wanaongoza hii sherehe ya harusi. Asante Daktari. Wapendwa katika Kristo, tunasema mjambo. Tusalimiane wana. Nina furaha kwa sababu ya harusi ya kipekee kati ya Dada Rosemary na Brother Sami. Ajabu ni kwamba hao wote ni waziri wangu wa kanisa la Starehe, na mahali waliopendana wakasema leo waite marafiki wapate kushuhudia. Kwa sababu ya nafasi ambao ni mfupi, I will be very pleased. Wazazi wa Sami, can you wave to the congregation? Wazazi wa Sami, mmana ndio hawa. Aya, wazazi wa Rosemary, hawa ndio wako pande hii. Mnasemaje? Amina. Kwa njia ya kipekee nataka niwaletee tukabisa kwa niaba ya familia ya Sami, anaitwa Steve Jihona, elder brother to Sami. Tusaidie tafadhali. Mungu ni mwema na kila wakati. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni kama vile mlisikia, majina yangu ni Steve Jihona Gihuku, na mimi ndio ndugu mkubwa wa Sami Kimani Gihuku, na kwa makazi nafanya kazi mjini Nairobi na naishi mahali panaitwa Ngoroi, na hudumu katika kanisa Katoliki la St. Luanga Ngoroi Catholic Church, na mimi ni chairman wa CMA katika kanisa hilo. Nina furaha kuweza kuhudhuria harusi ya kwa niaba ya kanisa la Starehe kuna Elder Nyaberi. Brother Nyaberi, kama yuko Mesha, Brother Mesha, Dada Mesha, Wasalimu mjambo. Jambo. Asante. Kwa niaba ya kamati andalizi katika sehemu hii, Alfred Nyakundi. Brother Alfred Nyakundi, Jambo. Karibu sana. Kuna wale wanafanya Dada Rosemary lead in the staff. Ningetaka niite Sister Mrs. Kilingo. Miss Kilingo, karibu. Yule wanaona pamoja naye yeye imepita. Kwa hivyo kwa niaba ya kanisa la Starehe nimesema asante kwa Brother Sami na Dada Rosemary. Karibuni na msikie huru. Because of time mungeona wote, lakini nasema watu wamefika. Mungu awabariki na karibu katika hii ndoa takatifu. Asante.
Kuna nafasi ya kutosha hapa, mjeni mpaka hapa. Na kiyote wanaenda kwa Mkeni
ubavu wa mume wake. Mume apende mke, mke aheshimu mume. Upendo hudumu kwa ndoa yenu. Familia yenu iwe nguzo kwa wote, iwe mfano wa familia kubwa mbinguni. Mkeni msaidizi, mkeni ubavu wa mume wake. Mume apende mke, mke aheshimu mume. Upendo hudumu kwa ndoa yenu. Familia yenu iwe nguzo kwa wote, iwe mfano wa familia kubwa mbinguni. Unasemaje kwa kwaya? Amina. Mungu awabariki kwa wimbo mtamu ambao inalenga the occasion. Kwa njia ya kipekee nataka nimwalike mchungaji ambaye anaunganisha ndoa hii kwa wale ambao wajua, anaitwa Pastor Lawrence Omoyo from the Rift Conference. One time alikuwa analea kanisa hili ambao linaandaa hayo. Kwa hivyo kwa njia ya kipekee tunataka tukaribishe pastor wetu kwa ngavi pamoja nami, anasema pastor tuje aendelee na kazi yake. Asante Pastor Omoyo, karibu. Bwana asifiwe. Na wasalimu Bwana asifiwe. Sasa tumefika mahali tumefika, na tumefika mwisho wa sherehe yetu ya siku ya leo, na kile tunafanya mbele ya mkutano huu na mbele ya Mungu ni ndoa takatifu. Na ndoa takatifu, neno takatifu ilikuwa, kanisa hili limekuwa dedicated kwa ajili ya kuabudu Mungu na kwa heshima ya Mungu. Ndipo wapendwa wakamaliza wakasema, tutakapofanya ndoa yetu tutaifanya ndani ya kanisa, mahali pa madhabahu, mahali patakatifu, mahali ambako Mungu ukutana na watoto wake. Bwana asifiwe sana. Na sasa siku ya leo mimi nina furaha ya kwamba walipokuwa wanapanga waunganishwe ndoa hii takatifu, mimi niwaunganishe. Na mimi bila shaka nikakubali. Mimi ninaitwa Pastor Lawrence Omoyo, ni pastor wa Eldoret Town. Hawa ni washiriki wangu, na ndipo tumeandamana mpaka tukafika katika kanisa hili linaitwa Tente. Na hivyo basi tunafurahi kupokelewa hapa, ingawa masaa yameenda. Kulingana na utaratibu, tuna mikono ya kuunganisha ndoa, na ninaunganisha ndoa takatifu. Na ndoa sio kitu ya kucheza nacho. Ndoa sio kitu ambayo unafanya kama mzaa. Ndoa ni takatifu na inaheshimiwa mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Na ndipo mmeona nimetoa conditions kidogo. Kuna kanisa nyingi ambayo wanaunganisha ndoa vile wanavyoona, vile ilivyo rahisi. Lakini kanisa la Seventh-day Adventist Church inafuata neno la Mungu katika mafundisho yao, katika utaratibu wao, katika kila jambo wanapolifanya. Wanasema, uliza, let the Bible speak. Let the Bible speak. Na mbele yangu ninashika Biblia takatifu ambayo ndio tunafuata tunapofanya majukumu ya mbinguni na kazi ambayo tumepewa na Mungu. Na chochote tunalolifanya tunauliza, what does the Bible say? Na ndipo tuko hapa. Kwa hivyo tulipoona kumetokea na rapsha kidogo ambayo niliona kana kwamba kulitokea kasoro fulani tangu mwanzo kwa wale ambayo walipanga jinsi ndoa hii itaendelea mpaka imalizike. Kulitokea na kasoro fulani.
na mimi hata nikashindwa nifanye namna gani, na singeunganisha ndoa ikiwa na hiyo kasoro, kwa sababu nitakosea Mungu kwa kutofuata utaratibu wa neno lako. Kwa hivyo wale ambaye niliwaambia kita tusipoenda namna hii kulingana na maandiko matakatifu na hamkunielewa na hamkutoka katika kanisa la Seventh Day Adventist Church, na nyinyi mara nyingi hamsumbuki na hii kitu mnasema bora imani, bora unaamini, bora unaenda kanisa, bora unaenda unafanya kile unafanya, ukae vile unavyotaka mbele ya Mungu. Kama hivyo ndivyo ilivyo, please, kama huko unielewe. Maana mnaona ninabeba na uelewe mahali tuko ni kanisa la Seventh Day Adventist Church, ambaye kwa hiyo sherehe tuone vijana yetu wakiunganishwa. Umetoka Murang'a, waje tuwaone Murang'a. Msiwezi kuinua mkono. Okay, nimeona wengine huko. Karibu sana kwa jina la Yesu. Sasa nataka niwaunganishe hawa wapendwa haraka ili tupate sawa, alafu tumalize. Wazazi kwa hebu simama, salimia kundi. Simama msalimie wapendwa hawa wamekuja sana. Hawa ndio wazazi wa Samii. Bwana wabariki sana. Wazazi wa Roselyn, mko wapi? Simama. Ngawa Joshua amekuwa mchovu kidogo. Haya, baba amesimama, ndio salimia kundi. Na muelewa. Haya, best man na best lady, simama msame namna hii. Best man, best lady. Haya, salimia kundi. Sawa. Haya, twende kwa neno la Mungu. Ndoa ilianzia shamba la Edeni. Sitaki kwenda nyuma namna hiyo. Na Mungu kaunganisha Adamu na Hawa, na alipounganisha wakawa bibi na bwana. Alipopata bibi, Mungu ndiye aliyemletea, na Mungu ndiye aliunganisha hiyo harusi ya kwanza. Na malaika walikuwa wenye kushuhudia pamoja na wanyama na viumbe vingine vilivyokuwa katika shamba la Edeni. Na Adamu akawa na mwenzake. Huyu mwenzake Adamu alifurahi sana kwa sababu alipata msaidizi, na ndipo akasema, hii ni nyama ya nyama zangu, hii ni mfupa ya mifupa yangu. Na maisha yakaanza katika shamba la Edeni. Alafu Mungu akasema hivi, na mmebarikiwa, enendeni na msae na muongezeke mpaka mjaze ulimwengu. Roselyn na Samii, Mungu amewabariki. Uzuri wenu mlianza kuishi mapema. Hii sio harusi. Na unapenda kwa huyu ambaye amezeeka namna hii. Hii ni yako. Kuna rights zote kwa serikali na watu. So why they are dating namna hii? I don't understand. Msichana mgeni ninajua. Mimi hakika ninamwambia sifanyi harusi ya wasichana Kisii, kwa sababu nilijaribu kanisini. Mimi ninapenda ya wanani msichana ndiye anatangulia kanisani zaidi. Saa ile msichana hapa anasema wapi bwana? Lakini Kiislamu utatoa jasho kwa msichana. Kwa hivyo leo tumechelewa, lakini sijui nitauliza kwa nini tukachelewa. Lakini hata hivyo mimi nataka niseme hivi. Leo umeona ni vyema Samii na Roselyn mpate kuunganishwa halali, kwa kumaanisha mlipitia mlango wa nyuma hapo mbele. Na mlipopitia mlango wa nyuma, na nyinyi ni Wakristo, mmekaa 50-50. Mnakaa mnasema tunakaaje? Maana hii maisha mmekaa yanaitwa kama ni kuwote. Hakuna kama ni kustay mbele ya Mungu. Kama kuna mwenye anakaa kama ni kustay, it is very legal, haitakikani. Fanya haraka legalize your marriage. Ikubalike mbele ya nani? Mungu. Ili muwe watumishi wa Mungu, iwe muwe wa Kristo, ili muwe watakatifu ambao wanakubalika tangu hapa mpaka mbinguni. Nyinyi ni bibi na nani? Na Bwana. Na Mungu anajua. So mmekuwa mkiishi maisha ambayo hayakubaliki na Mungu, na mmefanya vizuri mkakuja hapa mbele kuonyesha tunataka watu washuhudie ya kwamba hakika leo sisi tumekuwa bibi na nani? Na Bwana. Na hakika hiyo ndilo jambo tunafanya hapa.
Na mimi nataka niwapatie uasia maneno mawili matatu, alafu tuombe tutoke hapa na nikupatie bibi rasmi na mikono mitatu kama unataka. Yes, I'm giving you a wife today. So mimi nasema hivi, neno moja Sami na Rose nitawaambia. Sami, Biblia inasema hivi, penda bibi yako, penda mke wako. Iko ni kitabu cha Efeso 5 fungu la 25 mpaka 27. Kinasema penda bibi yako, umpende kama vile Yesu alipenda kanisa. So neno kubwa hapo ilikuwa zinaitwa penda. Na nilipokuwa ninaangalia Biblia yangu katika siku hizi zetu, kama kuna kitu kimeharibu family nyingi, upendo hakuna. Mama na mzee wanaishi wakitukiana. Mimi nina wengi nimejaribu kusaidia, lakini unakuta wanatoka mlango moja, lakini ndani ya nyumba kila mtu analala ndani yake. Watu wanaopendana, ulipomchukua harusi na wewe akakuchukua, mlienda kuishi kama mume na mke na mlipendana. Please, mimi nataka nikwambie, penda bibi yako, penda bibi yako. Na Rose, wewe nyenyekea. Na wewe unataka tuunganisha harusi wawili, wewe matron, akusiunganisha harusi zikiwa na wewe. Kadi yungu kwa wewe ukikaa kusiumitistafu, unapozungumza waziki. Thank you. Haya, sasa sikia. Sasa Rose, heshimu huyu mume wako. Mheshimu tu. Hiyo ni heshima tu. Nyenyekea mbele yake. Lakini Sami, penda huyu. Na nilipokuwa ninasoma kitabu cha Yohana wa kwanza ile fungu la 8 linasema ya kwamba asiyependa mwenzake yeye ni muuaji. Maana Mungu ni nini? God is what? God is love. So unapopenda sio upendo ule unaitwa eros, sio upendo wa kununuliana soda, sio upendo wa kupikiana chakula, ni upendo wa watu wa mbinguni, na ni upendo ambayo unaitwa unconditional love. Unapenda mwenzako vile alivyo na unapenda jinsi alivyo, kwa sababu Biblia imesema Mungu ni upendo. Sasa Sami, huu upendo Mungu anatuambia tupende mke wetu ni upendo wa Mungu, ni Mungu mwenyewe, it is God himself, sio upendo mwingine. Na sasa Biblia yangu inanipendeza sana. Nilikuwa ninasoma juu ya upendo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13, ukianza fungu la 4 na kwenda chini, inasema mambo mazuri sana. Inasema upendo, nilikuwa ninasoma nasema upendo uvumilia. Upendo hauna jealousy maana nini? Hauna wivu. Upendo hauna kiburi. Upendo hauna ile selfishness. Haujipendi mwenyewe. Upendo hauweki mabaya. Nilikuwa ninasoma Biblia inaitwa Good Living Bible, inasema upendo, love does not keep record of wrongs. Love does not keep records of wrongs. Ni wanaume wangapi nilienda mwanamume mmoja. Nilipofika kwake nikakuta mama anakaa namna hii. Na nilipokaa anakaa namna hii, nikauliza mama, wapi watoto? Akaniambia watoto wako huko pasta wanasoma. Nini wanacheza? Na wewe mbona unakaa kimya namna hii? Akasema nyumba hii bwana yake anafanya kwa posta. Akaniambia nyumba hii bwana ameandika karatasi iko ndani ya bedroom, imekuwa hang. Kila mtu anasoma. Inasema nikiwa nyumbani sitaki kelele. Mama nyumbani hata kuimba hii. Maana kelele inatikani hapa. Watoto wachezi hapa karibu watatoroka mbali. Maana watachapa. Nilipoangalia hivi nikaona mama si umekaa baya sana. Sasa akaniambia basi hivyo ndivyo tulivyo. Na tumekubali hiyo maisha. Nikapima siku hapo nyumbani Jumapili. Nikapita kidogo nikakuta mama. Nikamuuliza habari mama, na mzee wako wapi? Bati yako mahali fulani. Hebu kuja nimepita tu tuombe na nini? Mimi naenda mahali naenda. Mzee akakuja. Wakaketi, nikasoma fungu moja, alafu nikasema mama, unajua ninataka kuchokoza ile kimya kidogo. Ile nimesema mama amesema. Mama, what is your prayer request? Maombi yako nataka niombee nini? Akasema pastor, utuombee hii nyumba, tuko na taabu nyingi. Na mzee anaangalia.
Sasa hapa hata kuzungumza tunasema mama mzee ni kweli amzungumza. Kwa nini? Mzee amesema kila mtu afunge mdomo. Alafu kauliza mzee, ni kweli mama amesema? Mzee akasema basta, kama ni hivyo wacha tuseme yote leo. Mzee akaenda Petro. Alipoingia Petro akakuja na kanoni kadogo kale kakawekwa hapo kadogo. Alafu alipokuja na hiyo kanoni akaniambia basta, sikia sasa. Kama mama amesema hivyo leo tukasema yote hapa. Mzee akanipa hiyo kanoni kameandikwa makosa ya mama 250. 250 wrong. Walikaa pamoja harusi siku patangu wa wale walikaa siku 3. Mama akafanya makosa na mangapi? Na mzee ameandika hapo. Tena ingine hapo. Tena mpaka 250 na mama ajui hiyo record. Alafu nikashika hiyo kanuni kunasema mama ni kweli hii ni makosa. Hii kweli unakosa kusema makosa nyingi na mnene. Akasema basi mimi sina habari kana kwamba itakuwa hivi. Alafu nikauliza mzee, kama mama anafanya hii makosa, aombe msamaha. Unajua kitu mzee alisema? Anaombanga msamaha. Lakini akiomba msamaha, tena akirudia kosa lingine, kila akiomba msamaha inasimama. Na ni Wakristo wanakuja kanisa. Ile akiomba msamaha inasimama. Hiyo mpaka kosa lile la mwisho niliona kwa hiyo notebook lilikuwa la siku 3 iliyopita. Nikauliza mama, kweli ndio maisha mnaishi? Alafu nikasema pole. Mzee unasema nini? Basta kwa sababu nimetoa leo tuombee. Haya nikauliza mama, iko ingine? Unajua ingine ni gani nataka? Ile karatasi inaandikwa mahali ya kwamba na nikachukua na hiyo notebook na hiyo karatasi nikachoma hapa. Alafu nikasema tuombe hivyo. Tukaomba tukamaliza. Tangu siku hiyo mpaka leo mama ananiambia pasta ubarikiwe. Hapa kwetu tunapiga kelele, tunaruka, tunacheza na hakuna Mungu anatuambia tunyamaze. Tumeona Mungu katika nyumba yetu. Mzee, upendo hauhesabu mabaya. Upendo hauonyeshi ya kwamba upendo haukosi kuwa na ile inaitwa patience. Ninaomba Samii uwe patient. Mke wako ni mwanadamu. Rose, huyu ni mwanadamu. Mvumiliane, mpepeane mizigo. Kitabu cha Wagalatia 6 fungu la 2 linasema bebeane mizigo ninyi kwa nini? Samio una unyonge ta fulani. Rose anaonanga. Rose kuna unyonge fulani na bebeana mizigo hiyo. Msichukiane. Kitu kinanisumbua kingine ambayo ninataka niseme nimalize ni ya kwamba mara nyingi ninaona katika hii dunia vile mnakaa kwa nyumba yenu utaweza kuhudunisha mwenzako. Unajua kuhudunisha? Yaani utaweza kukaa na huyu mama mbele ya watoto. Makosa nani alileta hii? Kwani wewe ni mchinga kiasi gani? Na watoto wanasikia heshimu mke wako. Respect your wife. Number 3, usichunge mke wako. Nimeona wanaume wanachunga wake zao. Akikuja anasema, "Unatoka wapi? Ulikuwa unafanya nini? Na ulienda wapi?" Wanaume siku hizi wanachunga wanawake zao. Na wanawake wanachunga mabibi zao. Rosi usichunge Samia usichunge Rosi. Na ukiona mwanamume anachunga bwana bibi yake, shida iko wapi? Halo. Samia unanisikia? Ukiona mwanamume anachunga bibi yake, ujue unatoka wapi? Ulikuwa na nani? Hiyo maswali yanakuja wakati gani? Kwa nini unauliza mke wako na maswali hiyo? Unamuuliza kufunika makosa yako. Wewe ndio unakuwa na mtu na ukikuja unafikiria hata yeye amekuwa na mtu. Hatuwezi. Akienda safari unasema, umefika wapi?" Ninakuja niliona bwana mwingine anaenda anauliza bibi anaenda kazi. "Wewe uko wapi?" "Wewe uko wapi?" "Niko mahali fulani." "Unafanya nini?" "Niko mahali fulani." Alafu na wewe uko wapi? Bibi anauliza, "Na wewe uko wapi?" Na mimi anasema niko mahali fulani. Unajua bibi alifanya makosa. Akakimbia mpaka mahali bwana alifanya nini? Alimwambia ati niko hapa. Na bibi alipofika hapa anauliza, "Unasimama wapi?" Nasema, "Mimi niko nyumbani, nilikuwa na karibu nijue kama wewe uko wapi." Hiyo ni upendo wa namna gani? Ukiona mwanamume anachunga mwanamke wako,
usichunge huyu. Ulimuoa akiwa na meno 32 ama alikuwa na kasoro meno gani? Niangalia hiyo. 32 inamaanisha nini? Mtu mzima, usichunge mtu mzima. Mzee wangu Mola alichunga bibi yake. Mahali alichunga bibi yake. Na alimchunga mpaka bibi yake akuja aende kanisa, lakini bibi anaenda kanisa fulani. Nini bwana anaenda kanisa fulani siku moja moja. Bibi aende kanisa. Lakini siku moja nikakuta bibi anasema, "Pastor, huyu bwana yangu ananidhania mimi kuwa msharati. Siku moja nitafanya jambo na atashtuka. Nitamfanyia jambo kwa sababu nimejaribu na niwekea maneno." Unajua wamejenga choo hapo. Kumbe huyu mwanamume akaanza kuonyesha huyu bwana akili. Akachezea bwana akili. Mwanamume alikuja kwa choo. Bwana akapika ugali haraka. Bibi akapika ugali haraka. Akaambia, "Kuleni. Wacha tumbo imeniuma, wacha nikimbie kwa choo." Na unafikiri kwa choo ni nini nani? Sio tumbo imeniuma. Akaenda kwa choo dakika 10. Akarudi hapa, mzee anakamata ugali na hajui mambo imeishia kwa choo. Usichunge mtu mzee. Na bibi nilipomkuta akasema kwa kiburi, "Pastor, jana nilimuonyesha." Akasema, "Wewe shetani kabisa hata na wewe. Kwani ulionyesha nini? Wewe unaandika mbele ya nani?" Sio kwa ufupi. Mimi nataka niseme usichunge mke wako. Usichunge mume wako. You are a grown up. You can go somewhere. Na kitu kitatokea kati yenu. Trust one another. Aminiana. Ukiamini mwenzako, ukimwamini hata mahali alipo unaamini hapo vizuri. Akikwambia mimi niko mahali fulani, unasema amesema ukweli. Lakini kama unamshuku, unasema uliendaje huko? Ulienda kufanya nini? Mpaka nyumba nyingi upendo. Kitabu changu ndamalizia kinaitwa Petro wa kwanza fungo la 4, Petro wa kwanza 4 fungo la 8. Mwende msome nyumbani. Nasema ya kwamba muwe na upendo mmoja kwa mwenzake. Maana upendo hufunika wingi wa dhambi. Mwenzako akikugonga, mwenzako akikukosea na wewe unampenda, uone hiyo nini? Hiyo dhambi. Kumbe yule upendo unafanya nini? Unafunika dhambi. Bado mimi ni wa Mola. Mzee wangu Mola alikuwa mwalimu. Na huyu mwalimu alikuwa mlevi sana. Lakini bibi yake alikuwa anaenda kanisa. Mwalimu akikuja nyumbani na amelewa, ni kuchapa bibi yake, ni kunyoroza bibi yake. Akikuta ugali haijaiva ama inawekwa chini, anashika na bibi. Kweli alikonda sana. Bibi alikonda na akakonda. Siku moja bibi Saida anapigwa, alikuwa anapiga kelele, anasema, "Unisaidie." Lakini nani anaenda kusaidia? Ukienda mwanaume anasema, "Karibia uone." Wanaume wote watatoroka. Siku moja Mungu akasaidia. Hapo maaskari wa kufuata ng'ombe wakakuja Mburu kama ura. Walipoingia huko, alafu hapo huko wanangojea. Kidogo waja mwanaume jioni. Amelewa anakuja. Akagonga bibi. Tu. Alafu bibi akapiga mbio. Munisaidie. Maaskari walitoka mbio na bunduki wakifikiria vita vimeanza. Watu wakasema, "Ofisa, hakuna neno. Ni mwanaume hapa amekunywa na anapiga bibi." Alafu maaskari wakasema, "Chunga. Mbona ameshtua namna hii? Tusisikie hiyo tena." Basi ikaisha siku hiyo. Tena siku 2 zikapita. Tena ndio hiyo. Sasa wacha maaskari watoke ndani ya nyumba. Ndio hapa nje. Walipofika nje, tena yule mama akawaona. Sikia. Listen now very carefully. Mama alipowaona akasema, "Ofisa, mimi nimeumia nyumba hii. Mimi mnisaidie." Ofisa wakasema, "Mama, tulia, leo itaisha. Leo hiyo ujinga itaisha." Maaskari ni wazuri sana. Mama ameomba msaada na amefurahi wenye kumuokoa wamekuja. Akasema, "Basi." Wakaenda wakamtoa mwanaume nje. Wakamweka. Sami, tenda bibi yake. Rosi, tenda bwana yake. Upendo unafunika mambo mengi. Upendo unafunika takataka mingi. Pepeana mizigo nyinyi kwa nyinyi. Mheshimiane. Na mwisho ni ya kwamba muaminiane. Trust one another. Na mtapenda ulimwengu, mtaishi ulimwengu kwa upendo na kwa furaha mnapongojea Yesu arudi kwenda nyumbani
kwa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Shikilia hii kitu sasa, nisaidie hiyo mzigo. Namna hiyo. Sasa msimame. Na nyinyi keti, hawa wanasimama. Thank you. Good. Sasa ninyi nimesema mlichukua na samani. Lakini kufikia saa hii, je, unampenda Rosi? Ndio. Rosi, unapenda huyu mwanadamu? Nampenda Sana. Unasikia ameongeza nini bwana? Wewe unapenda tu hivi. Penda yeye sana kuliko yeye. Tena mara mbili. Asante sana kwa upendo. Na upendo wenu udumu. I come to your home. Na nazidi kuwaombea. Mungu awajalie mema, awaongoze. Tena muwe nuru mahali mnaenda. Muwe nuru mahali mnaishi. Ili watu waone Mungu kupitia kwenu. Na kweli mtu akiangalia tamani kuishi kama nyumba yenu. Wacha Bwana awabariki sana. Thank you. Sasa kwa sababu mimi nataka nikupe bibi. Sasa shika hapo. Haya, usishika hapo. Hapo ndio nimekupa sasa rasmi. Mbele ya nani? Mbele ya Mungu. Haya, na mbele ya serikali yetu. Asante. Haya, angalia huko, mkiangalia tu, angalia tu. Haya, Samia, angalia huko. Wapi ile maiki nyingine? I saw two mics. Inafanya kazi? Zito, okay. Kujaribu. Nafanya. Estimate, shika hii kitu. Wakati nipeleke hapo. Haya, Samia sema para kuelekea Samia. Angalia watu, kaka ndio kidogo, watu wote wameona. Samia sema hivi. Na wasii watu hawa waliopo hapa washuhudie ya kwamba mimi Sami Kimani Githungu na kutua wewe nani huyo unajua na kutua wewe kwa Roslyn uwe mke wangu halali kwa ndoa haya nikupende nikuheshimu wakati wa shida na wakati wa furaha wakati wa shida na wakati wa njaa wakati wa ugonjwa wakati tu wazima nitakaa na wewe na kuacha wengine wote ulipochukua Rosi uliwacha wangapi huko ni wangapi nilikuwa na mpango wa kando. Basi waliwacha na kuacha wote na kuishi na wewe siku zote hadi kifo kitakapotutenga na kwa mambo haya nakupa ahadi yangu hata watu hawezi kusema hiyo ni bawanja amefanya. Simusema mshangilie kidogo. Haya tusipeana. Mama kando kidogo. Haya, usiangalia huko. Na wasii watu hawa waliopo hapa washuhudie ya kwamba mimi Roslyn Baroko Obiero na kutua wewe nani